watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Natoa wito kwa wachungaji na mashehe tusemeko. Natoa wito kwa wahubiri wote tufikishie vilio vya watu tusiviite amani, malalamiko ya watu tusiyaite ni fujo. Wanaolia ama kulalamika tusiwaseme kuwa wanaondoa amani. Wahubiri musiingie kwenye mtego wa wanasiasa wenye hila na mashetani, ambao hutafsiri neno amani ni wao kula na watoto wao, ama ni wao kuwa na cheo, na cheo hicho kukitumia watakavyo, yani kushiba kwao ndio amani. Tuilinde wao kuwa na uwezo kutibiwa njamani, tuilinde watoto wao kushiba na kuwa salama mani, tulinde kulazimisha watu wote wawasifie hata wakikosea. Kuhubiri kwa kupinga mabaya yao ni kuondoa amani. Wahubiri msiingie kwenye mtego huo, yani kuumia kwa watu, na nyinyi msemeni amani, na nyinyi muimbe mapambio kusema tuilinde amani. Ninyi kemeni uovu na kusema tulinde haki. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Ndugu zangu wa Tanzania, njoni tuhojiane. Ndugu zangu wa Tanzania, njoni tusemezane. Kulia kwa wengi sio maana ya neno amani, furaha ya wachache sio maana ya neno amani. Amani kabisa utegemea na mwingine anajisikiaje. Huwezi enda msibani na ukasema nina amani, huwezi kuona ajali na ukasema nina amani. Jamii inayokuzunguka itasema wewe mchawi na itakushughulikia kama mchawi. Wanaolia tunaolia tupatiwe majibu, wanaolia tunaolia tupatiwe majibu. Kulia kwetu kusiitwe ni fujo, malalamiko yetu yasiitwe ni kuondoa amani. Nahitaji amani wakati wenzenu hatunayo. Ni amani gani mulio nayo ninyi peke yenu? Ndio maana ninasema njoni tuzungumuze, ili mutueleweshe nini maana ya amani hiyo musemayo, ili hali wengine wanalia ndugu zao wamepotea, wanalia ndugu zao wameuawa, wanalia na wengine wanalalamikia ndugu zao kuonewa, kufungwa ama kuwa mahabusu. Kwa nini tusitafute ufumbuzi wa machungu haya, ndipo tuite ni amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani. Vilio vya watu tusiviite amani, machungu walio nayo watu tusiyaite amani.
tena kusema na ndugu zangu wahubiri ya kwamba Biblia ilishawaambia hakuna amani kwa wabaya. Mungu wenu ndiye aliyesema hayo, lakini Yeremia aliwaambia wahubiri wenzenu waliogeuka kuwa machawa kama nini. Alisema ya kwamba Yeremia 6:13-14, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Na mwisho anasema katika Yeremia 5 kuanzia mstari ule wa 30, jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini? Mwisho wake wito wangu kwa makuhani, wito wangu kwa mujitao manabii, wito wangu kwa mashehe, bahasha isiondoe heshima ya dini. Kitisho cha kuuawa kisiondoe heshima ya dini. Msilazimike kuwa machawa kwa sababu ya ulaji, kwani imeandikwa, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Wahubiri sio wa kuimba mapambio ya amani, bali ni wa kuimba wimbo wa haki, ni wa kukemea na kupinga maovu yote. Wahubiri mukigeuka kuwa machawa, basi taifa limefika mwisho, kwani hakuna atakayeogopwa. Watu wabaya wakifanya mabaya, vilio vya watu tusiviite amani. Machungu walio nayo watu wito naojulikana ni wahubiri, huo ni wito huo ni wito walio nayo watu mchitao manabii, huo ni wito ni wito walio nayo watu mujisemao ni walimu, ni wito musigeuke machawa.